Na mtazamaji, ni taarifa yake Esther Dayane iliyotoa sauti na mhariri Ali Manzu. Na tusonge mbele. Familia moja imezama kwenye majonzi na hasira baada ya kijana wao wa umri wa miaka 27 Salim Masha Mwadori kuuawa kwa risasi katika makabiliano ya maafisa usalama katika eneo la Kinango kwenye kaunti ya Kwale. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema tukio hilo linaonyesha ufisadi na ukosefu wa nidhamu miongoni mwa vyombo vya usalama, na sasa wanataka uchunguzi wa haraka na hatua kali kuchukuliwa. Wasemavyo fahali wawili wakipigana nyasi ndo huumia. Mara hii kijana msafirishaji makaa Salim Masha Mwadori mwenye umri wa miaka 27 aliuawa kwa mtutu wa bunduki baada ya mzozo kuzuka kati ya afisa wa shirika la KWS na polisi wa kawaida. Masha alikuwa kwenye tukio baada ya askari wa polisi kumsimamisha kwa ukaguzi wa barabarani. Amuomba yule askari simu yake ili atumaniwe ile pesa yenye alikuwa amemuitisha. Na alipoongea na ile simu, kabla hajapiana ile simu ya yule askari, kukatokea hao maaskari wawili wakiwa wamebebana kwa pikipiki KWS. Sasa sijui mwenyewe anasema kulikuwa na ugomvi wao, walikuwa wanajibishana maswali pale. So malumbano yao hatukujua ni ya nini huko nyuma, sijui walikuwa wanatafuta na nini. So wakaanza kugombana hapo KWS akasema kwanza anaweza kushuti wewe. Unaona? Akaambia kama una uwezo basi wewe shuti. Ndio KWS akatoa na nini? Akatoa bunduki akamshuti huo Kenya polisi hapo. Hapo mshuti huo Kenya polisi akawa amemgeukia brother yangu. Sasa brother yangu alipoona hivyo alikuwa anajitahidi kushuka kwa bike kwa sababu alikuwa amesimama kwa bike na mzigo wake ili atoroke. So KWS akamshuti pia yeye, na pia after hapo akajishuti naye mwenyewe. Naomba haki itendeke kwa yule mtoto wangu kwa sababu ameacha bibi yake mjane bado angali mtoto. Watetezi wa haki za binadamu wanaitaka mamlaka ya IPOA kuharakisha uchunguzi wa visa vya ukatili wa polisi. Kulingana nao, mwendo wa polepole katika mamlaka hiyo ndio imewapa askari kutowajibika. This speak volumes about indiscipline katika hizi forces. KWS, mambo ya corruption, huko msituni, huko kichakani, wananchi wanapata shida. Sasa angalia watu wameuana hapa, mambo ya kijingajinga. Watu 3 wamekufa. KWS mmoja, polisi mmoja na uraia ambaye innocently. Hii ni trigger happy. Wewe unatembea na bunduki kwenda kufanya corruption na kuua raia ambaye anakulipa kwa ushuru wake. Committee on Security, we demand that you summon the Minister of Interior Security and we demand answers. Ni lazima tuambiwe kwa nini Kenya nzima usalama umedorora. Ikiwa mmeshindwa kufanya kazi, ondokeni. Let us put people who are competent enough. You come here, you meet with politicians, you do PR when Kenyans are dying. Kenyans are being shot by your officers. Nyinyi, you are playing politics here with the security of Kenyans. Enough is enough. Kama umeshindwa kufanya kazi, enda nyumbani. Ama wachana na kazi ya ministry, go into politics. Kwa sasa mwili wa kijana huyo utafanyiwa upasuaji kabla ya mazishi kufanyika, huku familia ikingoja haki kwa mpenda wao. Vera Mura, KTN. Naam, katika taarifa nyingine